pango ya mechi muhimu sana ya ugenini kule inapigwa Rabat Rabat, yes. Okay, ndio. Yes. Kwanza taarifa ya timu kuondoka. Timu inaondoka leo saa 9 alasiri hapa Dar es Salaam Tanzania, na tutakuwa na kituo, maana ndege itafika Dubai. Dubai pale tutapumzika kwa sababu tuna connect ndege saa 1 asubuhi kesho. Okay. Kwa hiyo tutaingia usiku, tutakwenda hotelini leo, alafu asubuhi tutarudi airport. Kutoka Dubai kwenda Casablanca ni safari ya saa 7. Saa 7-8 hivi kutoka Dubai kwenda Casablanca. Na ukifika Casablanca kuna safari nyingine ya kwenda Rabat. Kwa hiyo sio safari ndogo. Maana ukiangalia tumeenda mapema kidogo. Mechi itaanza tarehe 3 kwa sababu ya kukata hizi siku mbili za safari. At least tuwe na siku mbili za kupumzika. Unajua ukifika pale hujapumzika, alafu ka train match day -1 inakuvurua kidogo. Kwa hiyo tuna muda wa kutosha kupumzika, maana tarehe 4 tutakuwa tumeshafika, tarehe 5 fanya mazoezi, tarehe 6 mazoezi. Match day -1 ni terminology ya kiufundi kidogo. Match day -1. Sio kila mtu anaelewa. Juma hajaelewa hivi? Subutu. Sikasoma classroot huyu. Unasoma match day -1? Haya. Kwa hiyo safari iko hivyo. Tunaondoka na jumla ya wachezaji 22 hapa. Na swali ambalo watu wengi ambao kiniuliza ni mchezaji wetu mpya Buba ambaye hajaonekana. Umetambulishwa tu, hajaonekana. Atakuwepo kwenye mchezo. Kitaratibu tumeshakamilisha kila kitu. Na tulikuwa tunaangalia logistics zake kutoka Gambia kuja Dar es Salaam Tanzania, tunagundua atakuja na hata train chochote. Atakuja afa ataunga tena kwenye safari. Kwa hiyo tulichokubaliana ni kwamba aende straight. Tukutane eneo la tukio. Tukutane eneo la kazi. Kwa hiyo tutakutana naye kule, na kama mwalimu ataona kwenye uharaka huo kijana ameelewa, ni jukumu lake yeye, sio jukumu la viongozi kuchagua acheze au asicheze. Yes, itabakia kuwa la mwalimu. Kwa hiyo ndio ratiba hiyo. Viongozi wanaondoka pia, wapo ambao tunaondoka pamoja na baadhi ya mashabiki ambao tunasafiri nao. Kwa hiyo timu inaondoka leo mchana, tunakwenda kule. Ujumbe ambao tumewaambia wachezaji wetu, kwa hivyo niliseme hapa, wasikie tena na wanachama wasikie. Yanga imeshamaliza mechi ngumu dhidi ya Al Ahly. Sasa tunakwenda kwenye mechi muhimu. Tumeshamaliza mechi ngumu, mechi ambayo ina tension kwamba bana, unaelewa, unajua kuna kwenye kundi likipangwa, ukiwa unajua mpira, unafanya tathmini zako, unasema hapa naweza nikaruka naye. Hapa mzani huu kidogo, huu ni heavyweight. Hapa ni nizuie, hapa nikipata kumwangusha sawa. Lakini mechi ngumu tumeshamaliza hizo mbili, na alhamdulillah tumepata alama moja kwenye mechi ngumu. Lakini mechi muhimu ni hii ya Rabat. Ni mechi muhimu kwa sababu matokeo yoyote yana hatima kwenye kundi letu. Either tumefunga, tumepata sare, tumefungwa, yanatoa hatima ya kundi letu kwenda kwenye mchezo wa mwisho. Kuna swala la uwanja wa KMC kufungiwa, uwanja ambao ninyi mlikuwa mnautumia kama uwanja wa nyumbani. Sijui kama uko tayari kujibu hivi sasa, lakini mmejipangaje na mtatumia uwanja gani labda kwa ajili ya michezo mingine ya ligi kuu ambayo inafuata? Niko vizuri kulijibu sasa hivi. Okay, sawa. Yes. Uwanja kweli, taarifa umetoa TFF, uwanja umefungiwa, na ni uwanja ambao Yanga tulikuwa tunautumia kwenye mechi za nyumbani. Sisi Yanga tumiliki ule uwanja, sio uwanja wetu. Si ndio Kwa hiyo baada ya taarifa kutoka, sisi Yanga tumewasiliana na wamiliki wa uwanja. Sio kwamba TFF wameufuta ule uwanja kwamba ubomolewe. Wameainisha baadhi ya marekebisho ambayo yanatakiwa yafanyike ili ule uwanja uweze kufunguliwa utumike tena kwenye mechi za ligi. Kwa hiyo tumewasiliana na wamiliki wa uwanja ambao ni halmashauri, na wametuhakikishia wanayo nguvu ya kufanya marekebisho hayo kabla Yanga hatujacheza mchezo mwingine wa ligi kuu. Kwa ndio maana tumetulia kwanza, tunasubiri hao marekebisho wayafanye. Wakishayafanya, wao watawasiliana nani na TFF na bodi ya ligi kuja kukagua uwanja. Kwa kiufupi na lolote. Kwa hiyo wao ikifika muda tukiona, tunawauliza bwana, bado muda fulani, kwa mujibu wa kanuni inasema siku 7 kabla tutakwisha tangaza uwanja wa mechi. Tukiona siku inafika, hajatuambia, tutauliza bana, vipi, hamna, tutakuja kutangaza bana, mechi nyingine tutacheza tarehe fulani. Na uzuri sasa hivi ukiangalia, kwa sababu ya hizi mechi za kimataifa kumekuwa na poroporo vingi, kwa hata bodi ya ligi inawalazimu wakati mwingine kutoa ratiba mpya katikati tu. Unaona baba, ratiba ichifanya bidi ichezwe. Na niwapongeze, wanafanya kazi ngumu sana sasa hivi. Unajua timu 4 kwenda mchuano wa kimataifa, alafu ratiba ya CAF na yenyewe kama imebana hivi baada ya CHAN AFCON kumalizika. Unakuta wana mechi nyingi hazijachezwa bado. Kwa hiyo wanapambana kuhakikisha mechi zinakimbia. Kila kitu kinaenda na nafikiri wala wanafikiri basi kuna tabu. Ni TFF tu wenyewe. Unajua si wamefungia juzi. Kama kila kitu kimekamilika, kesho wanatoa pango ya mechi muhimu sana ya ugenini kule inapigwa Rabat Rabat, yes. Okay, ndio.
Kwanza taarifa ya timu kuondoka. Timu inaondoka leo saa 9 alasiri hapa Dar es Salaam Tanzania, na tutakuwa na kituo, maana ndege itafika Dubai. Dubai pale tutapumzika kwa sababu tuna connect ndege saa 1 asubuhi kesho. Okay. Kwa hiyo utaingia usiku, tutakwenda hotelini leo, alafu asubuhi tutarudi airport. Kutoka Dubai kwenda Casablanca ni safari ya saa 7. Saa 7-8 hivi kutoka Dubai kwenda Casablanca, na ukifika Casablanca kuna safari nyingine ya kwenda Rabat. Kwa hiyo sio safari ndogo. Maana ukiangalia tumeenda mapema kidogo. Mechi itaanza tarehe 3 kwa sababu ya kukata hizi siku 2 za safari, at least tuwe na siku 2 za kupumzika. Unajua ukifika pale hujapumzika alafu ka train match day -1 inakuvurua kidogo. Kwa hiyo tuna muda wa kutosha kupumzika, maana tarehe 4 tutakuwa tumeshafika, tarehe 5 fanya mazoezi, tarehe 6 mazoezi. Match day -1 ni terminology ya kiufundi kidogo. Match day -1. Sio kila mtu anaelewa. Juma hajaelewa nini? Subutu. Sikasoma grassroots huyu. Unasoma match day -1? Haya. Kwa hiyo safari iko hivyo. Tunaondoka na jumla wachezaji 22 hapa. Na swali ambalo watu wengi ambao kiniuliza ni mchezaji wetu mpya Buba ambaye hajaonekana. Umetambulishwa tu, hajaonekana. Atakuwepo kwenye mchezo. Kitaratibu tumeshakamilisha kila kitu. Na tulikuwa tunaangalia logistics zake kutoka Gambia kuja Dar es Salaam Tanzania, tunagundua atakuja na hata train chochote. Atakuja afu ataunga tena kwenye safari. Kwa hiyo tulichokubaliana ni kwamba aende straight. Tukutane eneo la tukio. Tukutane eneo la kazi. Kwa hiyo tutakutana naye kule, na kama mwalimu ataona kwenye uharaka huo kijana ameelewa, ni jukumu lake yeye, sio jukumu la viongozi kuchagua acheze au asicheze. Yes, itabakia kuwa la mwalimu. Kwa hiyo ndio ratiba hiyo. Viongozi wanaondoka pia, wapo ambao tunaondoka pamoja na baadhi ya mashabiki ambao tunasafiri nao. Kwa hiyo timu inaondoka leo mchana, tunakwenda kule. Ujumbe ambao tumewaambia wachezaji wetu, na niliseme hapa wasikie tena na wanachama wasikie. Yanga imeshamaliza mechi ngumu dhidi ya Al Ahly. Sasa tunakwenda kwenye mechi muhimu. Tumeshamaliza mechi ngumu, mechi ambayo ina tension kwamba bana, unaelewa, unajua kuna kwenye kundi likipangwa, ukiwa unajua mpira unafanya tathmini zako, unasema hapa naweza nikaruka naye. Hapa mzani huu kidogo, huu ni heavyweight. Hapa ni nizuie, hapa nikipata kumwangusha sawa. Lakini mechi ngumu tumeshamaliza hizo mbili, na alhamdulillah tumepata alama moja kwenye mechi ngumu. Lakini mechi muhimu ni hii ya FAR Rabat. Ni mechi muhimu kwa sababu matokeo yoyote yana hatima kwenye kundi letu. Either tumefunga, tumepata sare, tumefungwa, yanatoa hatima ya kundi letu. Kuna swala la uwanja wa KMC kufungiwa, uwanja ambao ninyi mlikuwa mnatumia kama uwanja wa nyumbani. Sijui kama uko tayari kujibu hivi sasa, lakini mmejipangaje na mtatumia uwanja gani labda kwa ajili ya